Lakini pia tukiachana na hayo yote, wana kauli mbiu yao. Kauli mbiu yao inasema hivi: sura sio roho. Jamani, karibuni mumsikilize mzee Shomvi Said. Ana mengi ya kueleza juu ya mchezo huu unaowafurahisha sana vijana wengi kutokana na habari mbalimbali zinazo trend mtandaoni. Karibu kwa ajili ya update yetu ya leo. Mzee Shomvi, habari yako? Safi. Mimi ni Joyce Muish kutoka Maseta. Sijajua wewe kwa majina yako yote matatu unaitwa nani mzee wangu? Mimi ninaitwa Shomvi Said Mirambo. Ndio mzee wangu. Sasa mimi nimetoka mbali huko kwa ajili ya kufika hapa kwenye taasisi yako kujua mengi na yanayoendelea hapa kwa sasa. Maana nimesikia taasisi yako inajishughulisha na mambo ya michezo ya boxing. Ni kweli mzee wangu? Bila wasiwasi yoyote. Sawa. Sasa tunaomba ujitambulishe kwa majina yako matatu. Mimi naitwa Shomvi S Mirambo. Ndio. Ni mwalimu wa ngumi za kulipwa. Okay, sawa. Mzee Shomvi Mirambo, kama vile ulivyojieleza ndani ya taasisi yako, je, ni watu wa kuanzia umri wa miaka mingapi mpaka umri gani? Kiwango ambacho wewe unahitaji watu kwa ajili ya kupenda mchezo huu, kuendeleza tasnia yao ya mchezo, burudani. Unapenda kuwashauri vijana wa kuanzia umri gani mpaka umri gani kufika katika taasisi yako? Kwa kweli ninapendelea nipate vijana wa umri kuanzia miaka 18, miaka 17 kuendelea mbele, 19 mpaka 20. Okay, sawa. Mpenzi mtazamaji wa Maseta TV, kama ulivyomsikia mzee Shomvi Said hapa alivyojitambulisha, na amesema taasisi yake inahitaji sana watu wa kuingia katika taasisi hii, na anahitaji kuanzia vijana wenye umri wa kuanzia miaka 18 hadi miaka 45. Mzee wangu, je, katika umri huu hamna madhara yote yanayowakuta vijana hawa? Madhara yapo hayapo, kutokana kwamba tumewekea katika umri wa miaka 18 mpaka 19 kuendelea mbele, kutokana kwamba anapima afya na anapokuja katika kilabu na lazima umuulize kwamba umetoka wapi, au umecheza mchezo gani, au umefanya biashara gani, au umefanya tukio gani. Yaani unamuuliza kwa makini vizuri sana, ajue kwamba ujue utaratibu wake wa kiafya, na lazima utafanya mpango wa kumweleza kwamba ninamtaka baba yako pamoja na mzazi wako wa kike akuelewe kwamba unaingia kwa kujiunga kwa mchezo wa ngumi kwa mzee Ngumi Jiwe Boxing. Hilo ndio utaratibu wetu ambaye tulioweka katika mchezo wa ngumi, kwa sababu ni mchezo wetu ni wa hatari, ni mchezo wetu kutumia akili, ni mchezo wetu kutumia mawazo mazuri na kutulia na kusikia maneno ya kocha. Sawa mzee Mirambo Said. Kama tulivyokusikia hapa, umetuelezea mengi sana kwamba utahitaji taarifa za wazazi, taarifa za afya yake, vipimo mbalimbali kwa ajili ya kuijua zaidi afya yake, isije ikamletea matatizo baadaye katika mazoezi yake. Je, ni kitu gani muhimu ambacho wewe unakizingatia katika watu wako wanaopenda kuja kujiunga na wewe kwa ajili ya mchezo huu? Sawa. Vigezo: kuwa na utaratibu mzuri kwa kuwa na mwanafunzi wa boxing. Kwanza ni lazima kwa kumuuliza, pengine unaweza kuwa na maradhi ya kuanguka au kifafa au ngiri ya kushuka au kizunguzungu au kutoka damu puani. Hayo yote ambayo lazima umweke sawa. Kuna wengine wanakuwa na tabia za kuficha kitu, lakini ni lazima wakati atapoingia katika yale mazoezi inabidi lazima umpate mtu maalumu wa kwake na kumuuliza mzazi wake apate kukueleza makini. Na ndo hivyo ndo anaingia katika hali ya mchezo wetu wa ngumi, sababu madhara yake yanakuwa ni madogo sana, kwa sababu ukishapata vilema hivyo na utaratibu huo, basi kilabu yako inakuwa ni vizuri sana na ni nzuri, na unaonekana wewe ni mwalimu ambaye mzuri unafuatilia masharti ya boxing. Ndugu mtazamaji wetu wa Maseta TV, kama tulipopata habari kutoka kwa Said Mirambo kwamba unapotaka kujiunga hapa ni lazima ukapime afya yako na ufate sheria za hapa, ndipo utaweza kujiunga na kampuni yake hii kubwa ambayo amejiunga nayo sasa, na yeye ndio mkurugenzi wa taasisi hii. Mzee, tunatamani sana kujua kwamba kampuni yako ilianza mwaka gani mpaka sasa na ina miaka mingapi? Kampuni yangu mimi nimeanza mwaka 1994 kuifungua klabu ya ngumi. Mimi mwenyewe nimecheza ngumi kuanzia mwaka 1965. Senta Magomeni ndio klabu yetu ambapo ya ngumi.
pamoja na mwenzangu, mzazi mwenzangu au mzee mwenzangu Kinyogoli, Habibu Kinyogoli, Magomeni Center. Hapo ndipo nilipoanzia mimi ngumi, na mpaka hivi sasa nimefuzu katika mambo ya ngumi. Chuo kikaniajiri kufanya kazi, ikawa ni mwalimu wa ngumi pale chuo. Ndugu mtazamaji wa Maseta TV, kama unavyoona hapa kuna vitu mbalimbali tumevisikia kutoka kwa mzee. Kwanza tumesikia taasisi yake sasa hivi ina miaka 32. Ndani ya hii miaka 32 ame-entertain vijana wengi sana barani Afrika, na wengi wamejiunga naye na wamefika mbali kwa ajili ya mchezo huu wa boksi. Mzee Milambo mpaka sasa hivi amefikia miaka 56 nje ya taasisi yake alipoifungua. Yeye peke yake ana miaka 56 ya boksi. Tunataka kusikia mengi kutoka kwa mzee Milambo kuhusu watu wake na vijana wake wanaofanya michezo ya boksi. Mzee Milambo Saidi, tafadhali tunahitaji kujua mengi kutoka kwako. Mimi kujua kwangu mengi zaidi, nadhani bila shaka kama hivyo nilivyokueleza. Kwanza nina matatizo ya vifaa vichache, vifaa hamna, na kama unavyoona wasisi wangu umekuja hapa kwenye mji wa mzee Milambo. Kama unavyoona jinsi ilivyo gym, haijakamilika gym kamili, lakini mimi mwenyewe ninajitia nguvu na kuupenda mchezo wa ngumi. Kwa kweli nimeufurahia na umeingia kwenye damu. Kwa hiyo ninazua vitu vingine ambapo mimi mwenyewe, kama unavyoona vipira hivyo na mingine mipira hapo unavyoona speedball, mabegi na nini na gasia, kwa mimi mwenyewe, kwa sababu sina mtu yote wa kunisaidia, na mimi mwenyewe naupenda mchezo wa ngumi. Kwa hiyo ni lazima nifanye nini? Nijitahidi kadiri uwezekanavyo, na Mwenyezi Mungu amenipa uwepesi. Ninajulikana kwa njia za ngumi. Sina kusema kwamba ngumi jiwe labda na kwamba ninachukua jiwe na mpiga mtu. Ni mkono tu umetembeza, na mpaka nafikia umri huu. Hata kama nikipata mzee mwenzangu mwenye makamo kama mimi, umri wangu lazima nimweke chini, kwa sababu naye fani naye ya ngumi. Fani ya ngumi ninayo. Fani ya ngumi ninayo. Fani ya ngumi ninayo. Ndugu mtazamaji wetu wa Maseta, hapa tumeona mbwembwe za mzee. Fani ya ngumi anayo. Mzee wangu umetisha. Fani ya ngumi. Hapa sasa nimeona vijana wengi sana katika taasisi yako hii. Ni kijana gani hapa kwenye taasisi yako ambao ni best kuliko wote, anayepambana vikali? Yaani yeye ukimweka uwanjani vita vitani, yeye ni mtu kazi kama unavyoitwa ngumi jiwe. Naomba unitaarifu na kunipa majina yake kamili. Nashukuru sana. Mwenyezi Mungu akupe wepesi na uendelee na taasisi yako. Hapa kuna kijana wangu anaitwa Mani Bariki, kwa jina lingine Chuga. Mani Bariki. Chuga, Mani Bariki aka Chuga. Mtazamaji wa Maseta TV, kama ulivyosikia mfuasi wa huyu mzee anaitwa Mani Bariki aka Chuga, ni mtu ambaye amemfurahisha sana mzee katika mchezo huu wa box. Na wewe unakaribishwa kujiunga na mzee. Tunapatikana hapa Mbezi kwa Msuguli, Bwaloni. Karibu sana. Mzee, tunaomba tumfahamu huyu Chuga, tuweze kujua ni habari gani na anajifunza vipi kutoka kwako, na amepata nini toka ameanza kujifunza mchezo huu mpaka hapa alipofikia. Mimi nadhani huyu ni kijana nimemtrain vizuri sana, na ujuzi wangu ni wengi tu, wengi mno, ni wengi sana kupita kiasi, ni wengi mno. Siwezi nikazungumza mengi zaidi ya hapo, kutokana kwamba mimi nimemtrain vizuri sana kijana huyo Mani Bariki Chuga vizuri sana, lakini kuna matatizo mechi hapati, lakini anakwenda Uingereza, anakwenda Uchina, anakwenda Japani, anakwenda Afrika Kusini, na juzi karudi sasa kutoka Uingereza. Naelewa bana. Huyo ndio mnemtegemea mimi, chuma changu. Hicho ni chuma moto. Yaani hata nikiamua tuamsha hapa na ilivyo hata hapo sasa hivi uwekwe tu ukae chini. Mzee wangu. Unaelewa kitu hicho? Sasa kwa ufupi mzee wangu, ningeomba nimfahamu huyo Mani Chuga. Utampata vizuri sana, na nakuona unavyoongea na kuona. Naomba unisaidie kumuita. Nakuomba Mani Bariki. Ndugu mtazamaji wetu wa Maseta TV, sasa hivi tunaenda kukutana na Mani Bariki aka Chuga. Kwa historia ya Mani Bariki niliyoipata hapa ni kwamba ni kijana anayejishughulisha sana na mchezo huu wa box, na amefikia 98% ya mchezo huu. Mafanikio yake ni makubwa sana, lakini pia amepata safari mbalimbali kutokana na mchezo huu. Amefika sehemu kama Uingereza, China, Japan, Afrika Kusini, na ameweza kufanya vita mbalimbali na alipita kwa kishindo kikubwa sana.
Japo ana changamoto chache anazozipitia katika mchezo wake, kwamba si kila mtu atakukubali katika jamii, lakini Manny Chuga ameonyesha kitu cha tofauti kwa mzee Saidi Mirambo na amemfurahisha sana mzee wetu. Sasa twende tukakutane na Manny Chuga. Mtazamaji wa Maseta TV, kama unavyotuona hapa tuko na Manny aka Chuga. Yeye atajitambulisha kwa majina yake matatu. Habari Manny aka Chuga? Nzuri tu. Kwa majina naitwa Joyce Mushi. Nimemtembelea mzee wangu leo, lakini ameniambia katika vijana wake wote wewe ni the best one. Naomba ujitambulishe kwa majina yako matatu. Kwa jina naitwa Amani Bariki Show. Kama mlivyomsikia anaitwa Amani Bariki Show aka Manny Chuga. Tunaenda kuomba tupate umri wako kamili. Mpaka sasa una umri wa miaka mingapi? Miaka 31. Manny Chuga ni kijana mwenye miaka 31 na anajishughulisha na mchezo wa boksi. Manny Chuga, mchezo huu wa boksi umeanza takribani sasa na miaka mingapi? Sasa hivi na miaka ndani kama 19 hivi. Miaka 19. Hapa nimepata habari kutoka kwa mzee kwamba kuna safari mbalimbali ulizozipata za kwenda Marekani, Afrika Kusini, China, German. Ningependa sana kutambua uwepo wako katika safari hizi. Ni kitu gani sana wewe kilikunufaisha au kilikufurahisha katika mchezo huu? Maana mzee wetu amejivunia sana kuwa na wewe. Amejivunia kusuna mimi kwa sababu labda nimetembea na nchi mbalimbali kwa sababu ya boxing, kwa sababu kupitia kwake yeye ndio alionifundisha. Na pia tunasafiri nchi za nje, kawa nasafiri mwaka huu kapita miaka 3 kasafiri. Kwa bado tunafanya mazoezi sana, kupata safari unapata kwa mara moja mara mbili. Bado kuna changamoto zipo kwa sababu sisi ni mabondia na fight za hapa Tanzania kupata mpaka uje kuambiwa Manny Chuga nataka ucheze fight, kwa hiyo natumia muda mrefu sana. Mara mingi tunafanya mazoezi. Mafanikio yapo sio sana kwa sababu kama unavyoona kwenye mchezo wa ngumi pata fight ndio hivyo. Unakula nini, una familia, ila umecheza mwaka miwili unategemea hapo kwenye familia yako kulisha, kufanya nini na mzee kuendelea kama hivi na kuta gym. Ndio kama hivyo unavyoona gym yetu sijacheza muda mrefu sana tangia nende nchi za nje. Hii na mwaka miwili sasa. Kuna changamoto pia. Kuna changamoto, nadhani hata gym yetu kama ilivyo nipo na mzee wangu tunajikongoja hivyo. Tungeomba support pia kwa wadau, kama unavyoona niko na mzee wangu hivi tunaendeleza jelamba la ngumi jiwe boxing. Kikubwa tu ni support tunachokiomba. Mabondia wapate fight kwa wakati, na mimi nipate fight kwa wakati. Hivyo kwa sababu tukipata fight hata pia mzee wetu nao anashukuru kwa sababu kijana wake ni alomtrain kapata fight, ndio hapo ugali unaenda kinywani. Ndugu Manny Chuga, tungependa kujua zaidi ni kitu gani unachopenda kuwashauri vijana wanaotamani kujiunga na boksi, wanaotamani kuangalia mchezo huu, wanaotamani kwenda kushiriki mechi mbalimbali huko nje kama wewe unavyoenda Marekani wapi. Kuna vijana wengi wanaotamani sana kwenda nje. Wewe unawashauri nini kwenye mchezo huu? Na ushauri wasichukulie huu mchezo wa kiume. Huu ni mchezo ni kama kazi nyingine. Kwa kifupi vijana bado wako wengi mtaani, vijiweni, wapo tu. Natakiwa jihusishe kwenye michezo kama hii. Kwanza mchezo wa boxi ni moja kwanza, pia nguvu ya taifa. Na pia mchezo huu sasa hivi mama anauwekea asilimia nyingi sana. Anauangalia kwa jicho la lingine kabisa. Mama anatoa support sana kwenye mchezo. Mimi nawashauri vijana wenzangu walipokuwa wapo maskani kwenye makundi mtaani, basi wajumuike kwenye michezo wa boxing. Pia mama anatolea macho, nadhani bila kuchoka. Mama atatuweka sehemu nzuri sana katika boxing kwa sasa hivi. Kwa hiyo nachowaomba vijana wenzangu, fursa zipo kwenye boxing. Unaweza kubadilisha ndoto zako katika boxing. Kwa hiyo mimi yangu ni hayo. Mama anapiga mwingi sana kwenye mchezo wetu wa boxing. Hiyo.
Asante sana Amani Bariki Show. Kama nilivyopata hizi taarifa kutoka kwa mzee wangu hapa, na wewe pia umeweza kujielezea wenyewe na umetuelezea changamoto zako mbalimbali. Lakini pia tutazifikisha hizi taarifa kwa wanajamii, pia serikali yetu ya Tanzania hii Mama Samia, ili aweze kuwasaidia na kufikisha ndoto zenu mbali. Ningependa mimi kuwashauri vijana kwamba nyie hizi fursa na bahati mnazozipata, nimeona mafanikio yenu makubwa, baadhi ya nyumba, magari, nini. Lakini pia ningependa hao vijana watumie hii kama fursa kwenu. Naomba niwashauri sana na niwatie hamasa kwamba ipo siku mtafika mbali kupitia mchezo huu mzee wangu, na sio kwamba kila mchezo ni haramu. Hapana. Hii ni kazi kama kazi zingine. Nimependa sana mnachokifanya mzee wangu. Nadhani mimi napewa shukrani na shukuru alhamdulillah. Mwenyezi Mungu akupe wepesi kwa kutufanyia nia hiyo na kutufanyia ambapo hatua ndefu mpaka ifike kwa bibi mkubwa huyo Mama Samia Suluhu. Asante sana mzee wangu. Ningependa neno la mwisho kutoka kwa Amani. Sina la kusema. Nashukuru pia Sekta TV kwa kutembelea leo jimu yetu Ngumi Jiwe Boxing. Pia nashukuru pia kwa wote wanatazama kwenye Sekta hii TV, watu support. Kikubwa ni mama yetu Samia, angalie jimu yetu Ngumi Jiwe Boxing. Mitano tena kwa Mama Samia. Mitano tena kwa mama. Mtazamaji wa Maseta TV, kama ulivyomsikia mzee hapa, na taasisi yake hii aliyoifungua ni kubwa sana na ina vijana wengi. Takribani vijana 42. Hawa ni vijana wanaopambania hii fursa ya boxing. Ningependa sana mpenzi mtazamaji uwasapoti, kama na wewe pia unapenda kujiunga na mchezo huu, uendelee kujiunga, ufurahie. Hii ni fursa pia. Ni kazi kama kazi zingine. Mzee wetu anahitaji support kubwa sana, maana ana vifaa vilivyopelea hapa katika taasisi yake. Ana vifaa vichache sana na wahusika wapo wengi. Kwa hiyo anahitaji msaada zaidi na muendelee kumsupport zaidi. Pia anahitaji mfikishe taarifa hizi kwa yeyote anayezipata, anayeweza kuzifikisha kwa Mama Samia. Umepata habari hizi, mama yetu Samia ni mama mzuri sana sana, atawasaidia vijana hawa kufika mbali katika taasisi yao. Asante sana mpenzi mtazamaji wa Maseta TV. Usisahau kusubscribe channel yetu ya Maseta TV, kulike, share and comment. Kwa mawasiliano zaidi wasiliana nasi kupitia nambari ya simu 0745 59 56 51. Karibu Maseta. Tayari. Mna kazi.